Habari wana Ramjan, leo ni siku nyingine tena. Kuna kitendawili nataka nikitegue ambacho kinazunguka kwa watu wengi ambao wanafikiria kuwekeza kwenye sekta ya mifugo, ila wanaishia njiani kutokana na ukomo wa kufikiria wazo hilo. Yaani unakuta mtu anawaza kabisa kwamba mimi nataka nifuge, lakini nikishafuga, baada ya kuwa na mifugo, nitauza wapi mifugo hiyo? Nani atakuja kununua kwangu? Sasa unakuta anawaza hivyo, alafu anakosa majibu na anaona bora aache aendelee na shughuli nyingine, akajaribu kuwekeza sehemu nyingine ambazo anahisi masoko yake yako wazi zaidi kuliko hii idara ya mifugo. Sasa mimi leo nikiwa naiwakilisha Ramjan Meat na ndio muasisi wa hii Ramjan Meat, nataka nitegue kitendawili hiko. Niwaambie kuwa msihofu na msiogope. Majibu yenu mlichokuwa mnakiwaza na kukifikiria ni haya yafuatayo, kwamba wewe kuwa na mifugo popote uwapo. Ukishakuwa na mifugo mizuri yenye thamani inayouzika, basi hacha kuwaza utapata vipi wateja. Wateja wao ndio watakuwa wanawaza watakufikia vipi ili waweze kupata mifugo yako. Na hii ni principle ya vitu vyote duniani. Mtu ukishakuwa una bidhaa nzuri, basi ukae ukifahamu kuwa wewe huna haja ya kutafuta wateja. Wateja watakutafuta wenyewe. Kwa hiyo wewe kama unataka kuwekeza kwenye mifugo, kitu cha muhimu unachotakiwa kuzingatia ni kuwa na mifugo bora, mifugo ambayo unajua kabisa hii mifugo inalingana na thamani ya inavyofahamika. Kwa hiyo unatakiwa uwe na mifugo mizuri, mifugo yenye afya, mifugo yenye uhalisia. Yaani kama una Brahmani, basi unahakikisha una Brahmani ambaye mtu akija kumwangalia Brahmani wako hawezi kumtofautisha na yule anayemuona South Africa. Hataweza kumtofautisha na yule anayemuona nchi nyingine kwenye TV, YouTube na kadhalika. Sasa ukishakuwa na bidhaa kama hiyo, watu wakifahamu wawili wanatosha kufanya dunia ikutambue kwamba wewe una bidhaa nzuri. Kwa hivyo, watu wote wanaohitaji kufanya investment kwenye hii mifugo, hii sekta ya mifugo, acheni uoga. Acheni uoga, mimi hapa nawaambieni kwa sababu nina hizo experience. Tunatoka Tanzania tunakwenda kwenye manchi ya watu kwa ajili ya kutafuta tu bidhaa. Sasa kama na wewe unakuwa una bidhaa nzuri, kwa nini watu wasikutafute? Utatafutwa utakapokuwepo. Tena mimi nasema hivi, kama wewe unataka kufuga, una haja ya kukaa mjini. Una haja ya kufanya hiyo investment sehemu yenye watu kwa kufikiria uoga kwamba unataka watu wakuone. Nenda polini kabisa, sehemu ambayo unaamini na una uhakika kwamba huku mtu kufika itakuwa ngumu. Alafu utaona wale wenye uhitaji wote watakutafuta mwenyewe na watatafuta njia ya kukufikia. Ukishakuwa una bidhaa, wewe huna haja ya kufikiria utapata vipi wateja. Ukiwa na bidhaa nzuri zenye ubora, wateja ndio watakutafuta wewe kujua wapi ulipo na watakupataje. Kwa hiyo leo niseme kwa video hii fupi kwamba fanyeni investment mwezavyo ile ya ubora na viwango vizuri, mtaona jinsi wateja watakavyofika kupata hizo bidhaa zenu. Kwa hiyo usiogope. Ufugaji una faida, ufugaji una manufaa. Na Ramjan Meat tunasema mwenye kufuga hawezi kufa maskini. Ukiona unafuga ujue wewe maana yake huwezi kufa maskini na huwezi kabisa kutaabika kwenye haya maisha. Kwa karibuni kwenye sekta ya ufugaji, tuwekeze pamoja, tufanye kazi pamoja. Kama huna mwongozo, huna direction, huna unachokijua, basi wasiliana na Ramjan Meat kwa sababu Ramjan Meat ndio suluhisho. Tunaamini mifugo ni mtaji na sisi Ramjan Meat ndio suluhisho la swala hilo. Tutakutafutia bidhaa unayoitaka popote utakapopenda na tutakuletea. Kama huna bidhaa, huna shamba, huna pa kuanzia, hujui, sisi tutaarrange program nzima kuhakikisha tunakukabidhi famu yako au kuhakikisha
tunakupa mwongozo unaotakiwa uwe kufikia malengo. Acha kuogopa mwekezaji, wekeza fedha zako, fanya biashara. Mifugo adimu Tanzania hakuna, na wewe ukiwa unafanya vizuri zaidi utakuwa wa kwanza. Asante sana, karibuni sana, tunawapenda sana na tunawatakia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mjani miti, mifugo ni mtaji, na sisi ni suluhisho.